kwangu, sina hata kimoja cha kwangu. Mwokozi, natoa sasa, ninakukabidhi yote nilivyo navyo. Majina yangu naitwa Elizabeth Ibrahim, ni mkazi wa jiji la Mwanza. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano hili la siku 3. Mimi naona limeandaliwa kwa ajili yangu. Kwa jinsi jana Mungu alivyojifunua kwenye maisha yangu, mtumishi wa Mungu alitoa unabii, akazungumza yuko mtu amekata tamaa, lakini Mungu amekuja kuachilia nuru juu ya maisha yake. Lakini pia yuko malaika aliyetumwa kwa ajili yake. Huyo malaika anamruhusu kuanzia sasa hivi. Nikajikuta niko chini, nguvu ya Mungu imenigusa. Basi toka jana nikaamini tayari Mungu ameshaanza kufanya jambo jipya kwenye maisha yangu. Kwa siku ya leo tena tulikuwa kwenye darasa la watumishi. Mtumishi wa Mungu ametuhudumia kwa neno. Baada ya hapo tukaingia kwenye maombezi. Akawa amenitaja jina langu. Mimi naitwa Elizabeth kama nilivyosema mara ya kwanza. Akawa amenitaja jina langu, akasema upite huku mbele. Nikapita. Nimejikuta niko madhabahuni ni kama lisali moja. Kila nikijitahidi kuinuka nashindwa, nguvu imenilemea. Nikidhibitisha lile neno la jana ya kwamba yuko malaika aliyeachiliwa kwenye maisha yangu. Ni kweli nimekuwa nikimsubiria Mungu kwa muda mrefu. Na Mungu akawa akiniambia mwezi huu wa 3 ni wa kwako, lakini sikujua Mungu atakuja kwa namna gani. Mimi niliendelea kuomba na kumngoja Bwana. Baadaye nikapata connection hapa kanisani, hapa mimi ni kwetu. Basi namshukuru Mungu mpaka sasa, neema ya Mungu. Leo ndo siku ya kwanza, jana tulikuwa tunaweka wakfu. Leo ndo siku ya kwanza na Mungu ameanza. Je, siku ya 3. Kwa hiyo mimi nakukaribisha sana mkazi wa jiji la Mwanza, popote pale unaponisikia. Karibu sana kwenye huduma hii. Ndani ya hizi siku 3 Mungu anaenda kuachilia uamsho. Hata kama ulikuwa ni mwombaji, ulikuwa ni mhubiri, yani kuna kitu ambacho unaona kabisa cha kimungu kimepungua kwenye maisha yako, njoo, bado hujachelewa, bado unayo nafasi. Popote pale unaponisikia na nikiwa na nguvu hii ya Roho Mtakatifu, ninakuita uje uweze kufunguliwa, uweze kuhudumiwa, ili uone Mungu anachokifanya juu ya maisha yako. Hata kama umekata tamaa, usiogope, wewe njoo. Kukata tamaa ni kwa kwako. Nafasi nyingine ambayo Mungu anajua ni nafasi mpya ya kukupa kwenye maisha yako.